Kwanza niseme kitu kimoja, Yanga wana bahati ya kuwa na makocha wazuri. Makocha wazuri kwa maana ya kuanzia Nabi, akaja Gamondi, akaja Said Removic, akaja Hamdi, lakini pia akaja kocha namba 6 ambaye ni Falls. Wote hawa ni makocha wazuri. Kinachowahukumu hawa wote ni misimu ambayo wamepita. Hichi kinachomhukumu Falls ni kazi kubwa ambayo amefanya Nasri bin Nabi. Gamondi alitembelea kwenye msingi aliyoweka Nasri bin Nabi. Alipokuja Ramovic akatembelea kwenye msingi huo huo. Akaja Hamdi akatembelea kwenye msingi huo huo. Lakini alipokuja kocha huyu mpya Falls, alikuta Yanga tayari inaanza kujijenga upya. Wale ambao walikuwa kwenye msingi imara tayari wanapungua. Hata leo hii tukiangalia Manchester City, bado Manchester City sasa hivi inajitafuta msimu huu kwa sababu ilikuwa inapitia transition period. Kwa Yanga sasa hivi iko katika transition period. Nitawakumbusha kitu kimoja. Hichi kitu nakisema mara nyingi sana. Sijui kama watu wanakinotice na kukizingatia. Yanga wakati wanampata Nasri bin Nabi walikuwa wanapambana sana. Walikuwa wanacheza mpira fulani ule wa long pass, mipira ya kumtegemea Tusila Kisinda akimbie, Jozi Moloko, kutegemea kina Farid Musa na vitu kama hivyo. Alipokuja Nabi hakuanza vizuri pia. Alianza vibaya. Lakini kwa nini Nabi aliweza kuvumiliwa? Nabi aliuwai uongozi wa Yanga akauomba miezi mitatu, siku 90. Professional football ukiwa kocha mpya kuna vitu vingi watakao uvitengeneze na wanakupa makadirio ya chini ni siku 90 ambao ni miezi mitatu. Kwa hiyo Nabi baada ya kuomba uongozi wa Yanga, na kwa sababu engineer ni mtu wa mpira, alimuelewa, akatoa ile ofa, lakini bado timu ikawa inaendelea kustruggle wakati inaendelea kupata matokeo. Nini kilitokea? Baada ya ile miezi mitatu, Nasri bin Nabi alionekana hatari na tishio, si tu kwa Tanzania, hata nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu alijua falsafa ya mpira wa Afrika unahitaji kitu gani. Kwa hiyo unakuta mtu kama Nabi baada ya kupitia nyenzo zote zile, akaanza kutoa ofa zile akaanza kutoa vitu ambavyo watu wanavihitaji. Mpira mzuri, pasi nyingi, magoli mengi. Na hata ukiangalia alivyokuja Miguel Gamondi baada ya Nabi kuondoka, alivyoenda Kaizer Chiefs, baada ya kuondoka Nabi, kaja Gamondi. Gamondi hakuja na kitu kipya. Bado Yanga iliendelea kucheza vile vile, kiasi kwamba mimi nawaambiaga watu, Yanga ile ya Nabi ndo Yanga ile ya Gamondi. Na baada ya Gamondi kukaa na Yanga ile, aliendeleza ubora ule ule ambao Nabi aliutengeneza. Kwa hiyo baada ya pale hakuna kocha mwingine yeyote ambaye alikuja akapata wakati mgumu Yanga kwa sababu kubwa mbili. Moja, hawakubadilisha wachezaji kipindi kile. Gamondi hakuchukua wachezaji wapya kutoka kwa Nabi. Said Ramovic hakuwa na wachezaji wapya. Mtu kama Hamdi naye hakuwa na wachezaji wapya. Kwa hiyo walikuwa ni wachezaji wale wale katika mfumo ule ule. Kwa hiyo wote walipita katika upepo ule ule. Lakini hawa wote walienjoy maisha mazuri kwa sababu kuna baba yao aliwatengenezea future bora ambaye ni Nasri bin Nabi. Kwa hiyo unakuta wakati Yanga inapitia kwenye hii transition period, watu wengi wanamuona kama Falls hafai, Falls haeleweki, lakini swali la kujiuliza, falsafa ya Falls ni falsafa ya timu kubwa, timu ndogo. Kumbuka Falls hana jina, ni kocha ambaye ametoka kwenye timu ndogo, anatafuta CV kama ambavyo alivyokuwa kocha wa Simba ambaye ni Fall Davis. Lakini kilichokuwa kinambeba Fall Davis, msimu uliopita Simba walikuwa na kauli mbiu nasema tunajenga timu. Tunajenga timu, hakuna mtu anayekudai matokeo, hakuna mtu anayekupa pressure, tuende tupambane tukashinde. Lakini kumbuka wakati tunajenga timu pia tunahitaji matokeo. Pia hata ukikosa hayo matokeo, sababu ya msingi tunayo kwamba tunajenga timu. Falls anahukumiwa kwa sababu tayari msingi ulishajengwa, lakini watu wataka kuona matokeo. Wanasahau ule msingi uliojengwa tayari umeshachakaa. Kuna watu wameshachomoa baadhi ya matofali. Kuna watu kama wakina Ucho walikuwa msingi na ngome imara kwa Nabi, kwa Gamondi na kwa makocha wote ambao wamepita hapo juu. Then Falls anakuja, ule msingi, uti wa mgongo wa timu wa Yanga ulikuwa ni kutoka kwa Djigui Diarra ambaye yupo, kwa mabeki wawili ambaye wapo. Transition ya timu inaanzia kwenye kiungo wa chini Halidi Aucho, then anakuja namba 10 ambaye Aucho hapa hayupo, ambaye katika hii namba 6 anakuja namba 8 ambaye mara nyingi kwa Saduka Boye ama anacheza Mudathir haya basi, alafu kwa juu yao anacheza mtu kama nani? Stefano Aziz Ki namba 10, sio? Sasa unachomoa
uti wa mgongo wa kwenye kichwa, unachomoa pingili moja ya juu inayoshikilia kichwa. Kichwa lazima kitayumba. Alafu unakuja kwenye kiuno hapa, unachomoa pingili nyingine ambayo ni Khalid Aucho. Tayari hapa katikati uti wa mgongo umeshavurugika, hautakuwa stable tena. Tayari timu utaona kama ina shake. Unakuja kuchomeka pingili nyingine ya mbao au ya chuma ama artificial, tunamuita andambwile. Alafu unakuja kuchomeka pingili nyingine pale juu ya mtu kama Dumbia, sawa sawa, au unamsukuma mtu kama Mudathiri haya basi, ama kuna kipindi mlazimisha Pacome akae pale. Kwa hiyo unakuta hawa wote ni artificials numbers zinawekwa katika ule uti wa mgongo ulio imara. Kwa hiyo huyu mtu hawezi kuwa stable. Ndio Yanga inayotesekea hapo. Sasa nini kifanyike? Kwangu mimi Nasri Bin Nabi anaweza akawa ni chaguo sahihi kuliko Gamondi, kwa sababu Gamondi anapitia kwenye mazingira ambayo tayari kutengenezwa. Kwa hiyo kwa sababu Nabi alitoa timu kutoka kwenye scratch chini kabisa, akaipandisha mpaka hapa, wakaja wengine wakaendelea. Kwa hiyo bado ana nafasi hiyo pia. Alafu tukumbuke Nabi ni muumini wa wachezaji vijana. Na ukiangalia Yanga sasa hivi wamesajili young stars. Lakini pia kitu kingine, mimi niseme kitu kimoja, na hapa naweza nisieleweke vizuri. Bado sina imani na Musa Bala Conte kwa asilimia kubwa sana. Na kama Yanga wanamtegemea Andambwile tu, waende naye Andambwile, waende naye, simdharau, lakini bado anahitaji experience kwa sababu ya mashindano makubwa ambayo atakutana nao mbele. Sasa ni mtu fulani ambaye anahitaji pia kupewa mtu mwingine ambaye atamfanya asibweteke, pia aone kwamba anastahili kuendelea kupambana zaidi. Ni mchezaji mzuri sana, ana uwezo mkubwa, lakini kutokana na nature ya mfumo wetu ni rahisi sana kubweteka, kwa sababu anaona amekuja mgeni, nimemweka chini, mimi ndo kusema, umeelewa? Lakini akiwepo na mtu mwingine ambaye ni mtu kazi kweli kweli, Yanga inapata matokeo. Lakini pia pale katikati kunakuwa na ushindani ambao hata mwalimu akimtoa akimuingiza mtu mwingine, rate hata kama itatoka kwenye 10 basi takuja kwenye 8, kwenye 9 au kwenye 7, bado katika ile 5 above 5, kwa sababu unaendelea kupata kitu kile kile. Kwa hiyo kwangu mimi niseme Nasri Bin Nabi ndo chaguo sahihi la klabu ya Yanga kama wanataka kumrudisha miongoni mwa wale ambao wamenitajia, kati ya Gamondi ama Nasri Bin Nabi. Nasri Nabi kocha mzuri, nilikuwa na muhusudu sana mpira wake anaocheza, namna ambavyo anaishi na wachezaji. Ni mwalimu fulani ambaye anajua namna ya kuishi na wachezaji. Kwa option ambazo zilizopo sokoni sasa hivi, kumpata mtu ambaye atakuja ambaye hahitaji muda wa kujua ligi yetu, hahitaji kukapcha na mazingira, hahitaji kuwafahamu wachezaji kihivyo, Nabi ni option sahihi kabisa kwa Yanga. Ni option sahihi kabisa. Na Nabi ni bora kuliko Miguel Gamondi 100%, kwa sababu Nabi ameprove hivyo, kwa sababu Gamondi ametembelea kwenye msingi ambao umetengenezwa. Yaani kupandisha matofali sio kazi kama kutengeneza kiuno cha nyumba. Kocha yoyote yule anaweza akarudi timu aliyotoka na akafanya vizuri, hata vizuri zaidi ya pale. Inawezekana kuna sehemu alifeli, ndo maana Yanga walishindwa kuchukua ubingwa. Inawezekana pia ana mambo mengi ya kuzungumza na Nabi akirudi ni rahisi sana yeye kukaa mezani na kuambia, bwana nataka 1 2 3, mnajua nilifika pale kwa sababu hii. Yaani Nabi akija hata demand kitu ambacho hakijui, atadimandi uhalisia, kwa sababu anawajua nyinyi ndani nje. Ni sawa na mwanamke uliyemuoa alafu mkatengana, kumrudia ni rahisi, kwa sababu ni mtu ambaye unamfahamu ndani nje, unajua madhaifu yake mengi, anakujua wewe, ni rahisi kukurekebisha, ni rahisi wewe kumrekebisha. Kwa hiyo Nabi anaijua Yanga vizuri kuliko kocha mwingine yoyote atakayekuja, japokuwa kuna maingizo mapya. Nabi akija anajua kabisa first 11 yangu mimi ni hii, nitaanza nayo kwa staili hii. Lakini hawa walikuja wape sasa, naanza kutafuta namna gani na waingiza kwenye mfumo ili wafiti kile ambacho nakitaka. Lakini pia bado atakuwa na demand kitu kubwa, sababu anajua muhimili wangu mimi niliotengenezea miaka yote toka nimeondoka, nilitengeneza uti wa mgongo wa timu, ambao uti wa mgongo wa timu mmeungoa pingili moja hapa Aucho, mmemngoa pingili nyingine kule juu Stefano Aziz Ki. Uti wa mgongo hauwezi kuwa stable. Kwa hiyo unahitaji kiungo namba 6 ambaye anaweza kufanya kazi kama ambayo alikuwa anafanya the tank Khalid Aucho. Nataka kiungo mshambuliaji ambaye anaweza kufanya mambo kama ambayo ameyafanya Aziz Ki ama zaidi ya. Kwa hiyo Nabi akija kuzungumza na viongozi wa Yanga in terms of demands, mahitaji, atakuwa anazungumza nao akiwa na point of reference, sio kwa kuangalia kwenye TV au kwa kuisoma Yanga,
kwa kujua na kwa kufanya mazoezi na wachezaji. Na uzuri mmoja ni kwamba Nabi anakuja kwenye Yanga ambayo imeimarika kwenye vitu vingi sana, kwenye masuala mazima ya facilities. Avic Town imekuwa the best place, timu yote duniani naweza ikafika pale na ikafanya mazoezi vizuri tu bila kupata changamoto yote. Kwa hiyo Nabi atafika Yanga akikuta Yanga pia nayo imepiga hatua. Kwa hiyo hata kama akienda kupeleka project yake mezani ama proposal yake mezani, haendi kwa wasiwasi kama makocha wengine, anaenda with confidence kwa sababu mnajua uwezo wake alipowafikisha. Lakini pia advantage ambayo Yanga atakuwa nayo, atakuwa na uwezo wa kumdai Nabi, sio kwa kumpa muda. Anajua uwezo wako wewe ulitufikisha finali, so sisi tuna expect sasa hivi tuende tukachukua ubingwa. Kwa hiyo akisema mnataka ubingwa, Nabi atawapa. Mkitaka ubingwa nahitaji 1, 2, 3. Msimu ule uliopita wakati naondoka tuliishia finali na tukashindwa kuchukua ubingwa kwa sababu tulikuwa hatuna wachezaji wa kaliba hii. Nahitaji wachezaji wawili wa kaliba hii, nahitaji labda kiungo mkabaji, ama nahitaji mshambuliaji wa kaliba hii, nahitaji tuwe na timu ya design hii, then nyinyi ndio mmedai kombe la Afrika. Kwa hiyo mwisho wa siku Nabi akienda kuzungumza na Yanga, anazungumza na reference ambazo ameziishi na Yanga wanajua. Kwa hiyo ni ngumu. Tofauti na Folz ambaye sasa hivi chochote atakachoitisha watu watamwambia kwamba labda tuna hicho peke yake, lakini ambana kuna 1, 2, 3, lakini wanasahau kuulizwa maswali ya msingi. Maswali ya msingi ambayo watu wanatakiwa kuuliza ni wako wapi wachezaji mliotuambia ni wachezaji bora duniani, Afrika. Tumesajili wachezaji wakubwa Afrika, tumesajili wachezaji ambao wana uwezo mkubwa. Kwa swala la kwanza ambalo mashabiki wa Yanga kabla hawajaanza kumwattack Folz, waanze kwanza kuangalia tuna wachezaji hao tulioambiwa kwamba ni wakubwa. Jibu likiwa ndio, then tunaanza pale pale kwamba Folz mfumo wake unamhukumu, watu wanashindwa kumuelewa. Na inawezekana kabisa akaja Nabi akaichukua hii timu na wachezaji hawa Bala Conte akawa bora. Inawezekana Nabi akaja Kouma akawa namba 8 bora kuwahi kutokea katika ardhi ya Tanzania. Inawezekana Nabi akaja Dumbia akawa ni miongoni mwa namba 10 bora kuliko Aziz Ki. Inawezekana yekuwa akawa ni winga bora kuliko mawinga wote ambao wameshakupita katika ardhi ya Tanzania. Inawezekana. Lakini pia inawezekana akaja akawakataa wote, akaona hawafai na akakupa sababu za msingi na akakupa evidence. Lakini hakuna kocha ambaye anaweza kaja kwa mfano kama Folz akasema hayo maneno aliyosema sio sawa na haiwezi kuwa hivyo. Kwa mimi ninafikiri kila kitu kinawezekana na kila kitu kina muda. Ila kwangu mimi Master Gamondi kocha wangu Nasri bin Nabi ni kocha ambaye anaifaa Yanga na ana uwezo wa kuipeleka Yanga katika nchi ya ahadi na Yanga wakapata burudani pamoja na matokeo. Sasa hivi Yanga wanachomlalamikia Folz, wanamlalamikia mashabiki hawapati burudani, ila timu inapata matokeo. Kwa hiyo watu wanapambana na timu ipate ushindi, alafu wanaokuja kutazama mpira nao pia wapate entertainment. Nabi ndo kocha aliyetengeneza Yanga ikawa inapiga pasi mpaka 30 then wanapata goli bila mpinzani kushika mpira. Obvious atafanya vizuri, lakini kwa Simba itakuwa changamoto moja. Uongozi ndio utakaomfelisha. Hata Fadu Davis sio kocha mbaya. Uongozi ndio ulimfelisha. Nitakwenda na Nabi kwa sababu yule hajafanya jambo lolote kubwa la kushtua barani Afrika. Na mpira wa Tanzania haujui pia. Na yule ni kocha wa kukuza vipaji. Ni kaliba hii tu ya kina Folz. Kwa hiyo kama Yanga wataka afanikiwe, kama atamfukuza Romain Folz wamchukue kocha huyu. Kama Nabi yupo, unahangaika kufanya nini? Labda mshindano kwenye maslahi tu. Lakini kama Nabi yupo, unangojea nini yani kumchukua Nabi? Kwa hiyo kocha ni Nabi tu. Kwangu mimi, kwa makocha ambao wapo katika tetesi zote ambazo zinasikika, na kwa namna ambavyo nimezungumza na baadhi ya watu na kumuona kocha Nabi akiwa na baadhi ya makomandoe wa Yanga, kwangu mimi imenipa picha ya kuamini kile ambacho nimeambiwa na mdau mmoja, akiniambia kwamba ukimuona tu Folz ana mabegi airport, ujue Nabi aliyekuja na mabegi yale yote hajaja Tanzania kutembea. Nabi amekuja Tanzania kuishi. Na niamini haya ninayozungumza na wewe leo, Nabi atakwenda kwenye timu moja kubwa katika hizi mbili za Kariakoo.
Ukimwona Nabi hayuko Yanga msimu huu, basi utamwona Nabi akiwa amevaa nyekundu na nyeupe. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu nyingi zinazoendelea, usiache kulike, kucomment na kusubscribe YouTube chaneli yetu HN Digital.